Wakati majambazi walipokuwa wamewateka watu ndani ya jengo kubwa, hakuna mtu aliyedhani kuwa mmoja wao alikuwa na mpango wa siri kabisa. Ghafla, mwanaume mmoja aliyekuwa amevaa mavazi sawa na ya majambazi akaweka chini bunduki yake taratibu, kisha akatoa kisu kilichokuwa kimefungwa kifuani. Akaanza kurudi nyuma polepole, huku akiwapa ishara mateka wakae kimya, wasitoe sauti yoyote. Kitendo chake cha ajabu kilimchanganya kila mtu ndani ya ukumbi ule. Mshirika wake alihisi kuna kitu hakipo sawa, akageuka kumwangalia, lakini akaona kila kitu kinaonekana kawaida. Chini ya macho ya mateka waliokuwa wamejaa hofu, mwanaume huyo akaweka silaha yake chini kabisa, kisha ghafla akaweka kisu shingoni mwa mwenzake. Kwa haraka sana akamchinja papo hapo. Baada ya kumuua, akamlaza juu ya kabati la kioo kana kwamba ameshambuliwa na mtu mwingine. Kisha yeye mwenyewe akajilaza chini na kujifanya amekufa. Dakika chache baadaye, jambazi mwingine akaingia ndani ya ukumbi. Alipoona sura za mateka zimejaa hofu, akahisi kuna jambo baya limetokea. Akakimbilia kwa wenzake na kuwagundua hawasogei kabisa. Alipojaribu kumwamsha aliyekuwa juu ya kabati, akagundua tayari amekufa. Kisha akamgeuza yule aliyekuwa amelala chini. Hakukuwa na jeraha lolote mwilini mwake. Akaanza kuinama karibu na kifua chake kusikiliza mapigo ya moyo. Hakujua kuwa mwanaume huyo tayari alikuwa amefumbua macho na alikuwa anakiinua kisu taratibu. Sekunde iliyofuata, jambazi huyo naye akauawa kimya kimya. Baada ya kumaliza kazi hiyo, mwanaume huyo akavua barakoa yake, akatengeneza nywele zake na kuvua mavazi yaliyofanana na ya majambazi. Akaenda kuyaficha ndani ya kabati la kuhifadhia vitu. Kisha akarudi na kuchanganyika kawaida kabisa kati ya mateka, kana kwamba yeye pia ni mwathirika. Muda mfupi baadaye, majambazi wengine watatu wakaingia ndani ya ukumbi. Walipoona wenzao wamekufa, wakaanza kuwafokea mateka, huku wakielekeza bunduki kwao, wakitaka kujua nani aliyefanya hivyo. Wakati kila mtu akiwa amejaa hofu, mwanaume huyo akanyanyua mkono na kusema kwa utulivu kuwa anajua muuaji ni nani. Mateka wote wakamwangalia kwa mshangao. Majambazi wakamchukua hadi kwa kiongozi wao mkuu. Kiongozi huyo akamwambia kuwa akifaulu kumtambua muuaji ataachiwa huru. Baada ya hapo, kiongozi akaingia chumba kingine kwenda kuzungumza na polisi kuhusu masharti ya kuwaachia mateka. Lakini ndani ya dakika chache tu, aliporudi kwenye chumba cha kamera za ulinzi, akakuta watu wake wote wakiwa chini, hawasogei. Kabla hajafahamu nini kimetokea, ghafla mwanaume huyo akaruka kutoka juu ya mlango na kumpiga kiongozi ngumi nzito iliyomtupa mbali. Kisha akatupa bomu la mkono chini, akafunga mlango kwa utulivu na kuondoka. Mlipuko mkubwa ukasikika ndani ya chumba. Kwa ujanja, utulivu na mipango ya hatari, mwanaume huyo aliwaua majambazi wote mmoja baada ya mwingine na kuwaokoa mateka wote bila mtu yoyote kujua tangu mwanzo kuwa alikuwa akiwawinda kutoka ndani kabisa ya kundi lao.